Naitwa Kasim Kedmon. Kasim Kedmon, miaka 14. Miaka 14 na ndo mwaka 14 unamaliza. Huu ndo wa 14. Bana, niko na Kedmon hapa. Tutapiga naye story kujua unakutana na changamoto gani hapa Nyerere Square. Changamoto zilizopo ni changamoto za mazingira tu. Mazingira. Kwa sababu wengi wanataka wakute kijani iliyokolea. Maana wengi wametoka mikoa yenye nzuri inayolingana na kwao walikotoka. Sawa sawa. Kwa hiyo kidogo inakuwa changamoto kubwa sana kwangu. Kwa hiyo unashauri nini sasa? Kwa hiyo ina maana hapa hapa kwenye swala la bustani. Bustani. Hususan maji, maana maji yanasumbua. Kuna wakati anatoka asubuhi mpaka saa 4. Kwa hata wao wanashindwa kumwagilia vizuri. Ingekuwa maji yanatoka masaa 24 na yuko mtu maalum kwa ajili ya kazi hiyo, na mimi ndani ya miezi mitatu square inabadilika kabisa. Square inabadilika. Okay. Ni tukio gani ambalo huwezi kulisahau katika mwaka huu wa 2025? Kwako wewe binafsi, tukio ambalo unajua hili tukio kweli katika maisha yako kama ni la kuzunguka huwezi kusahau. Ni tukio la tarehe 29 la kulazimishwa kukaa ndani siku 3. Nililala njaa. Nililala njaa. Sema kweli. Sikujiandaa, sikuwa na akiba. Na kazi yangu mimi nitoke ndo nile. Sasa ile ikasababisha mimi nikakosa kabisa namna ya kufanya. Ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 29 ya mwezi wa Oktoba ile ya maandamano ile. 29 Oktoba. Jamaa anasema hilo tukio hawezi kulisahau kwa sababu alilala njaa. Umejipangaje kuelekea mwaka mpya unaokuja mwaka 2026 katika kazi yako na maisha yako kijumla? Ni kujiandaa tu upya na kikamilifu, kuandaa vifaa vizuri vinavyoendana na wakati, maana wateja wengi sasa hivi wanataka picha zinazoendana na wakati, picha za dunia, picha kali zenye detail. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu atanijalia ni kununua vifaa vizuri, vyenye ufanisi zaidi. Bana, nashukuru.